Hello everyone, welcome to Bashman TV. It's now official that Betty Bayo ametuacha. Lakini kabla sija kushow story ya kenye kimemkula na what's happened, nataka nikupe story yake kiasi. Watu wengi wanajua Betty Bayo kama demu wa mtaa, demu wa jiji, lakini sio hivyo. Betty Bayo amegrow ocha. Betty Bayo was born and raised in Kiambu. Alizaliwa mtaa inaitwa Bano ama Banana. Lakini yani pale alikuwa last born kwa watoto 8. Na hapo juu ya shida, I'm sorry to say that Betty Bayo hakumaliza hadi form 4, alikuwa form 2 dropout. Na hapo juu ya shida za background yao, na hapo ndo alihamia pale Olkarau. Na akiwa Olkarau ndo sasa alijua akona talent ya kufanya muziki. Na back again wakati alikuja Nairobi akaanza kurekod ngoma 11th hour, hit after hit manze. Jema kaiva na akakuwa superstar hadi jiji kamjua. Yeye alikuwa lucky sababu alianza kukamna ngoma za Kisapri, na that's how alikuwa na make it. By the way, hakutake wrong manze kustagu kama industry despite yeye alikuwa ina poverty section. Number 2, sasa kwenye hii harakati ya muziki hapo ndo tunataka tuingie muhimu. Hapa ndo sasa in 2011 ndo walikuja akaoleka na Kanyari na wakapata watoto 2. Lakini kwenye kama vile unajua Kanyari alipatikana na skando ingine wazimu ya kukon wazae na watu, akaanza kukon watu na mambo ya 310. So hapo ndipo sasa Betty alijitoa after Kanyari get exposed in the media. At the moment Betty alikuwa amesimama na Kanyari like a die hard, lakini pia akakuja akamtoka, na hapo ndipo sasa happen wameachana. Kanyari akaendelea na story yake, na Betty pia in the other hand pia akaanza kuchapa story yake. But again Betty yake haikuishia hapo. Betty tulimpata juzi manze, alipatanga boyfriend mwingine mkagua mari pia mwenye aka come through. Sasa alikuwa na date chama fulani, alikuwa na boyfriend wa kwake after yeye officially kuachana na Kanyari. Lakini Kanyari ali today niliona tu ameka message kali sana kuhusu RIP Mama Sky, yani bado mama watoto wangu. So Kanyari bado yupo, alikuwa ndani nje, labda ni mwenye kisima tungesema vitu mingi. Kanyari pia alikuwa ule msee wa kwake ina all men. Now early this year that it is also said that Betty alianza kugojeka na akakuwa anaenda hosi tofauti. Sasa yeye wakati alienda kupimo ndio hapo akapatikana tayari akona cancer. Na cancer imekuwa noma sana juu cancer nowadays inaua mtu. Kwanza ni juu ya dawa, so you can talk with mtu sahi, lakini zile dawa zinakuwa ziko na nguvu mingi. I don't know why, but me personally mimi najua what I'm trying to say. So Betty alikuja Monday, that is on 10th early in the morning, Kenyatta akapatikana amepasa. So RIP Betty, till we meet again. As we always say, we move from nature will to God's will. We move from sinner to saint we move. Mimi naitwa Jobebe Mdabonge. Adios, tupatane kwa segment ingine kama hii. I'm out.